Shetani huenda jina lake halisi sio Shetani. Hebu fikiria, Shetani huenda jina lake halisi sio Shetani. Shetani huenda jina lake ikawa ni Vanessa. Na mnukuu Sam Silva alishai kushare na sisi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ndugu yangu Flamingo, sikio nimefika zangu ofisini tu ya mzee eti Vanessa anaweza kuwa ni Shetani. Acha noma, unajua hizo. Sema watu wana maneno sana. Mara mwisho kupiga story na Sam Silva kupitia Nuru Digital TV ilikuwa ni muda mrefu sana, mwaka jana. Hapa katikati amechia track nyingi. Albamu yake ya Kilimanjaro ni albamu ambayo imetoa ngoma Vanessa ambayo inafaa vizuri. Yani ukiingia kwenye show ukisema hebu request ngoma mdau ambaye anaikuwa anasikiliza 88.9, yani uweze kuanza show mpaka mwisho wa show asi request ngoma ya Vanessa. Track pia ambayo mudau inafaa vizuri kinoma noma ni track ya Serengeti, na kwenye chat yetu ngoma 10 kali za wasanii kutokea nyanda za juu kusini bado iko kwenye chat na inafanya vizuri. Sasa hivi amekuja na albamu yake inaitwa Afrimama Mama Africa au sio Mama Africa? Mama Africa. Tuko na Sam Silva na tuna mengi ya kuzungumza naye, karibu. Hai. Hapa katikati uliachia video ya track ya Vanessa ambayo inapatikana kwenye album ya Kilimanjaro, na kupitia ukurasa wako wa Instagram kipindi una tease video ukasema Shetani wenda jina lake sio Shetani ni Vanessa. Ulikuwa una maana gani? Unajua kuna muda unaweza kuwa unafikiria mtu anakukosea ambako anasema huenda Shetani walimsingizia. Yani huyu ndo Shetani mwenyewe. Kwamba huenda nickname ya Shetani ni Vanessa. Kwa nini? Kwa sababu Vanessa alifanya kitu kibaya sana ambacho aliniachia maumivu, ambapo kupona kwake ni labda mpaka upate mtu ambaye anakufariji, mtu ambaye ni wana ubora zaidi yake. Sasa sometimes kwenye mapenzi kupata mtu anayefanana na mtu fulani sio rahisi zaidi. Kwa ndo maana nikasema Vanessa huenda ndo akawa Shetani. Tena Shetani wa wapi? Labda Shetani wa Kihesa. Si ndio? Kwa ndivyo hivyo nikasema labda Shetani jina lake lile bwana sio jina lake halisi, lakini jina la Shetani halisi ni Vanessa. Vanessa kwa mtu ambaye anatazama pale na ajui historia, Vanessa ni track ya Sam Silva, na humu ndani amemuelezea Vanessa ambaye alikuwa anaishi naye maisha, ameanza naye maisha kipindi yuko chuo na vitu kama hivyo. Baadaye akamwambia kwamba amefiwa, anakuja Iringa kutoka Dar es Salaam, amefiwa na bibi yake. Vanessa, Sam Silva akajichanga, katafuta mkwanja na vitu kama hivyo. Vanessa akaja Iringa, mara baada ya kuja Iringa Sam Silva akaja akapigiwa simu akaambiwa kwamba Vanessa ameolewa, harusi inafanyikia Mafinga na vitu kama hivyo. Na video imekuja kufanyika Iringa. Mapokezi yake yamekuwa vipi? Mapokezi yake yamekuwa vizuri sana, na nadhani ukiangalia pia hata kwenye digital platform zangu Vanessa ndio kwa mwaka huu ndio imekuwa na namba nyingi kuliko nyimbo yoyote ile. Kwa maana ya correction ya digital platform zote, Vanessa imekuwa na namba nyingi kuliko namba zote. Na watu wengi walijua ni track mpya, lakini track ambayo nilifanya miaka 2 iliyopita. Kuna kitu nilikuwa najiuliza, tushe kupiga story ukasema kwamba Roja ndo alikupa nauli mgee Vanessa, na hii ni story ya kweli. Kwa nini hujamtafuta mtu mwingine awe kwenye ile video akawa ni Roja? Moja, nilitamani pia mtu ambaye alihusika kwenye tukio. Unajua Roja mimi nimesoma naye na ni mtu ambaye saizi na miaka 10, na rafiki yangu wa miaka 10 ambaye tunafanya naye vitu vingi. Kwa hiyo kuna muda nikikwama ananisaidia, akikwama anamsaidia. Kwa hiyo nikaona at least sasa tuwe na video ya kumbukumbu ambayo yeye pia akawa ameplay part, ili iwe rahisi pia hata watu kujua kwamba kumbe mwanae hata kesho watu wakituona wanajua yeye mwanae tu hapa. Ndio maana nikaamua yeye mwenyewe pia awepo kwenye video ili at least tulete maana ile halisi. Tumetoka kwenye Vanessa tumekuja kwenye Serengeti. Hizi ni track, ukiangalia video ya Vanessa na video ya track mpya ya Serengeti kama zimepishana kidogo hivi, unajua. Ukoona kama unaiua Vanessa hujaitendela back, hujaipa time? Okay, nadhani hata Januari wakati tumekutana mimi na nyinyi niliwaahidi nitakuwa natoa nyimbo kila mwezi. Kwa ukipiga hesabu hata video nilizoachia mwezi huu ni wa 10, kwa utakuja kugundua ni video 10 nilizoachia toka nimeanza kuachia mwaka huu. Kwa sababu gani? Sometimes unawachelewesha watu kula muziki mzuri, ni kwa sababu ya kuweka nyimbo ikae muda mrefu kutosikilizwa. Tuna nyimbo nyingi sana, watu wanadai nyimbo nyingi nitakiwa wasikilize, lakini pia kuna sehemu nitakiwa wape watu messages tofauti. Kuna mtu amerizwa kwenye Vanessa, lakini kuna mtu amefarijika kwenye Serengeti. Na ukisikiliza Serengeti kama ulikuwa na maumivu ya mapenzi na kuponya. Na ukija ukiangalia track ya Serengeti, kwanza nipongeze, ni moja ya track kali, ina video kali, na umefanya na maproducer watatu. Hivi kwa nini tumefanya na producer watatu afu tumeanza kwa ele afu tumekuja kumalizia Tanzania? Kwa nini hatukufanya tu Tanzania hapa? Kwanza muziki, raha ya muziki ni kufanya watu wengi.
na hao ni maproducer watatu ambao nimewataja, lakini kuna watu wengine wampiga magita humo. Ukisikia kuna bezi, kuna mtu amepiga anaitwa Isa, yani wamefanya watu zaidi ya 5 nyimbo moja. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kupata quality nzuri ya muziki ambayo inaweza kusikilizika, lakini pia sometimes hata producers wale ambao ni wanauelewa wanapenda kazi zao zifanyike na watu wengi. Yeye mwenyewe pia asikie kwenye kitu chake kuna mtu amefanya chochote. Kwa nini tokea producer watatu nilienda mimi safari ya kikazi Rwanda. Kwa nikapita kusalimia pale studio, nikakutana jamaa tukashare vitu vingi na bado tutaendelea kufanya vitu vingi. Sasa ilikuwa ni kesho ndo naondoka. Sasa nimekutana naye jioni, ikabidi yani brace kitu chochote. Akasema tutaendelea kuwasiliana na of course tutaendelea kuwasiliana. Hata nilivomtumia wimbo alipenda idea, akasema ngoma kali na nini. Kwa nilivokuja Bongo beats nilikuwa nayo, nilikuja studio nikamkuta True Name, nikawa na vibe tukafanya. Sasa True Name pia akawa na mishemishe nyingi, akaja Bad Number, akawa na feeling na ile nyimbo. Akasema kaka naomba niimalizie, akaimalizia, tukafanikiwa kuitoa na tukafanya video. Ukiachana track ya Serengeti, ni track moja tu ambayo mpaka sasa umefanya na Ele? Kwa kiukweli ni track moja tu, lakini ina plan ya kufanya naye vitu vingi kwa sababu ana wasanii wake ambao mimi nawasiliana nao bado, ambao tuna mawasiliano. Kwa hiyo tutaendelea kufanya naye kazi ambayo imekamilika ni hiyo moja, lakini natamani endelee kufanya naye kazi nzuri kwa sababu ana sikio zuri, lakini pia ana muziki mzuri wa pekee yake. Kwa East Africa nadhani anaweza kama miongoni mwa producer bora ambao wanafanya muziki mzuri, hauna kelele, umetulia, unakushawishi hata msikilizaji upate kitu bora. Tumetoka kwenye hizi ngoma video back to back, tumeachia album ya Mama Africa. Kwa nini Mama Africa? Unajua sisi kwa upande wa wasanii nyimbo zetu huwa tunazipanga kwa ratiba. Kwa saizi mimi naweza nikawa na nyimbo za mwakani nishazi upload tayari. Kwa hiyo siku ikifika zitatoka. Albamu ya Mama Africa itakiwa itoke mwezi wa 9 mwanzoni. Kwa hiyo tukajaribu kuiadjust itoke mwishoni. Lengo ilikuwa watu wengi walisema mbona albamu zako nyingi unafanya peke yako? Na ukisikiliza kwenye hiyo album nimeshirikisha wasanii 4 humo. Yupo Roger pia, watu wengi waje nisikia nikifanya naye kazi, lakini pia yuko Omio. Omio ni msanii ambaye anafanya sana zile soundtrack kwenye movie nyingi za Kiswahili na tamthilia nyingi. Lakini pia kuna Kasham Voice alikuwa msanii wa Alikiba, sasa hizi yupo anajitegemea, anafanya vitu vyake vingi, ni msanii mkali na ukisikiza na sound noma. Lakini pia yuko nani Decent ni msanii mkali noma, ni mwalimu yuko Bagamoyo, ila ni msanii ambaye mimi nilimfamia hapa Iringa, pia amekaa sana Mbeya kwa sababu alikuwa anasoma luku hapo. Ana kitu kizuri, ana sound kali. Kwa alipokuja studio nikasema brother, hebu nibarikie hapa verse moja na nini. Tumefanya kwa lengo lilikuwa nipate album ambayo ina watu kidogo tofauti, lakini mimi pia nifikishe messages ambazo nilitegemea iende kawafikia watu. Ukiachana na hizi collab ambazo umefanya na wasanii, utofauti wa album ya Kilimanjaro ambayo imekuwa ni album kubwa sana kwako na imekuletea fan base kubwa, albamu hii ya Mama Africa, utofauti wake ni upi? Utofauti wa kwanza, albamu ya Kilimanjaro ndo albamu yangu ya kwanza, ilinipa foundation na ilinipa nafasi ya kujiamini zaidi. Kwa sababu ndio ilikuwa albamu yangu. Unajua kutoa albamu ya msanii underground, alafu ndo kwanza wanakusikiliza watu. Cha kwanza lazima uwe na mawe mengi. Yaani uwe na mawe ambayo unayaamini kwamba hizi nyimbo zikienda yani ziende, yani mtu akisikiza ajue kweli. Sasa hii nyingine kwanza ni utofauti wake na nyimbo nyingi, na nyimbo 17. Mimi sije kutoa albamu, nyimbo zangu nyingi ni 10, lakini hii ina 17. Why? Ni kwa sababu nilitamani messages zilizomo kwa Mama Africa. Message yenyewe kwa Mama Africa. Mama Africa manake ni mama wa Kiafrika, mwanamke wa Kiafrika ambaye ndani yake ana sifa nyingi, ana sifa za upendo, kuna namna ana chuki, kuna namna ana mambo yake binafsi, kuna namna anapenda sana, kuna namna anapenda vitu very traditional na nini. Kwa hiyo nilitamani niende na vitu tofauti ambavyo vitasaidia sasa msikilizaji aone kuna kitu cha tofauti kiko hapa. Nilikuwa najiuliza maswali kwa sababu nilivyoingia kwenye account yako ya YouTube nikakuta album imetoka, nikaja kwenye page yako ya Instagram pamoja na page ya studio ya Apple Music. Sijakutana na cover pale, nilikuwa nataka ni review album. Nikaja nikapata kazi ya kwenda YouTube kwa sababu tracks ziko ngapi nianze kuielezea kwenye show. Kipi ambacho kilitufanya tusianze kutease cover tukaanza kutoa ngoma moja kwa moja YouTube? Kama ukirudi nyuma, mimi kwenye muziki yangu huwa naachaga track kwanza.
watu wasikilize. Alafu baadaye sasa tunaanza kufanya promo. Kama unakumbuka Vanessa tuliachia toka 2022, 23. Lakini leo ni 2025, tumefanya video na imeenda. Kwa hata album nilitaka niiachie tu, nisipige kelele. Watu waanze kunipa feedback kwamba muziki noma. Yaani kila mtu akisikiza anasema mwanangu ngoma makali, ngoma umeua. Sasa mimi plan yangu nitakapoanza kufumua nyimbo moja moja, kwa sababu video nimeshoot 70% ya album ya Mama Africa zote nimeshashoot. Kwa hiyo nikianza kuzifumua na kuna miezi nitakuwa natoa hadi nyimbo 3. Kwa hiyo mtanisamee tu na mtanivumilia. Wasanii wa nyanda za juu kusini, wasanii wa Tanzania, inabidi mnivumilie tu. Mwaka huu nitatoa video kabla mwezi wa 12 nyingi. Kwa hiyo msiseme labda nawabania au nafanya kitu chochote kibaya. Nitatoa nyimbo nyingi sana.